Mama yake Zuchu, Hadija Kopa. Anapenda kujiita Mama Zuchu, Hadija Kopa. Kama ulivyosema hivyo, kuna clip kidogo ilikuwa ikisambaa kwamba akiwa anasema kwamba bwana mimi simwambii mwanangu avumilie. Nini si mavita, hapana, kuna vitu vya kuvumilia. Sasa kidogo kale ka clip pia kakazua gumzo. Vipi yani ndo unamshauri Zuchu direct moja kwa moja kwa au alishaongea naye mapema asivumilie baadhi ya mambo, inakuwa kuaje? Sasa sisi wanazengo tukasema hata lazima tulivalie njuga kweli kweli. Sasa mama yake Zuchu ambaye ni msanii wa taarabu hapa nchini Tanzania, sasa Hadija Omar Kopa, yeye amevunja ukimya kuwa kwamba mwanaume anapaswa mwanaume anapopatwa na matatizo katika mapambano yake ya maisha, mwanamke hupaswi kumwacha. Uwe naye bega kwa bega. Unachotakiwa wewe ni kumsupport, kuwa naye bega kwa bega, kuvumilia. Lakini sio kuvumilia kipigo mpaka majeraha. Yaani kwamba mtu unakuja tayari ushateuliwa tayari kiuno akifanyi kazi, ndo unakuja tena nilikuwa navumilia. Sasa yeye Hadija Kopa yeye amesema kwamba bwana, baadhi ya wanawake muache vipo vya kuvumilia. Yes, mume akiwa yupo kwenye hali ya ugonjwa unaweza ukavumilia. Sio tu kuweza, unatakiwa kuvumilia. Mume kaja na dagaa, unavumilia. Kesho kaja na nyama, alhamdulillah. Sio, unanielewa vizuri? Okay. Kwa hiyo Hadija Kopa yuko sahihi. Na hii pia inatokana na baadhi ya wanadada na kina mama wanavumilia mpaka kwenye vipigo vya kutoa na macho. Huko ndo tumeshatoka sasa siku hizi. Habari kwamba unarudi nyumbani jicho moja lina plaster. Vipi? Nilikuwa navumilia, ulikuwa unavumilia kitu gani? Hapo sasa. Teso, manyanyaso kwenye ndoa zenu. Bi Hadija, hiyo imekaa vipi? Uvumilivu wa mwanamume, uvumilivu wa mume. Mwanamume anaishi na wewe kwa furaha, kwa mapenzi. Amepata matatizo, anaumwa. Usimwache kwa sababu anaumwa, hawezi chochote au hawezi kitu. Usimwache. Shughulika na mume mpaka Mungu anapokufikisha. Ama amepona, mwahangaikie kidogo, kikubwa, tafuta, kopa, omba msaada mpaka mumeo akae vizuri, muendelee. Uvumilivu mumeo maskini. Hangaikeni ili muendelee kukuza familia yenu iwe kubwa. Uvumilivu mumeo ana matatizo madogo madogo ya kikazi na mambo mengine, hayo ni uvumilivu. Lakini matatizo ya kupigwa, unapigwa, unaumia, sasa nimestahimili. Unapigwa tena, unakatwa kisu, unastahimili. Uvumilivu huo haupo. Atakuja kukuua. Na uvumilivu huo utamfikisha mumeo pahali pabaya. Kwa sababu ukisha kufa wewe, yeye atafungwa maisha. Akifungwa maisha sio furaha yako pia. Hata kwa akhera unapokwenda usema maskini mume wangu amefungwa maisha. Na moyo wako utakuwa una kinyongo kwa sababu mume ulimpenda. Kwa hiyo unapopigwa, unapotokezwa na matatizo yote, sema ili kama kuna jambo baya lirekebishike. Usikubali wewe mwanamke unapigwa, mtu anakuumiza mpaka anakutofoa jicho, anakupiga mpaka anakuumiza, anakukata mkono, ndio unakuja tena kwenye vyombo vya habari ushakatika mkono, huwezi chochote. Huo ndio uvumilivu ambao siutaki. Na nawaambia hata hawa makungu wanawafundisha watoto wetu wa kike wasiwafundishe uvumilivu huo, wawafundishe uvumilivu wa kibinadamu, wa kumvumilia mwenzio kwa shida na raha.